Halo wapenzi watazamaji wa Kilwa Integrated Agrobusiness. Karibuni tena kwenye chaneli yetu inayojihusisha na kilimo pamoja na ufugaji. Mpenzi mtazamaji, leo nina somo la ufugaji wa mbuzi na kondoo, lakini pia pamoja na mifugo wengine, lakini leo tutazungumzia kuhusiana na utengenezaji wa silage, kwa sababu malisho ni kitu ambacho ni muhimu sana kwenye ufugaji. Ukitaka kufanikiwa kwenye ufugaji ni lazima uwe na malisho ya kutosha, na sio malisho tu ya kutosha, bali unatakiwa uwe na malisho ambayo yana virutubisho vile vinavyotakiwa. Sasa mpenzi mtazamaji, malisho kuwa na malisho ni kitu kingine, lakini utunzaji wa malisho pia ni sehemu nyingine ambayo pia ni muhimu, kwa sababu watu wengi wanaweza wakawa na malisho lakini pia wakashindwa namna ya kuyatunza vizuri na yakaweza kuwasaidia kwa ajili ya mifugo yao. Zipo njia nyingi ambazo zinatumika kwenye utunzaji wa malisho. Malisho unaweza ukatunza kwa njia ya hay pamoja na silage, au ukatengeneza pellet, ukahifadhi pellet zikawa kama njia ya kutunza malisho. Sasa hizi njia zote mbili au tatu zinaweza zikatumika zote kwa wakati mmoja, inategemea ni malisho gani, lakini njia ambayo ni nzuri zaidi ni kwa njia ya silage au kwa njia ya pellet, kwa sababu hii njia inatunza malisho yako yakiwa na virutubisho vyote vya kutosha bila kuwa na upungufu wowote. Lakini tunapokuja kwenye njia ya hay, hii njia ni lazima ungoje kwanza majani yakomae, then yakishakomaa utayavuna yakauke. Unaweza ukayakausha kwenye jua kwa kutumia muda wa siku 2 mpaka 3. Sasa kitendo cha kusubiria majani mpaka yakomae au mpaka yakauke tayari yanapunguza virutubisho. Lakini ukitengeneza silage, kwa sababu silage inatengenezwa kwa majani ambayo ni mabichi, kwa hiyo hii inasaidia pia kwamba majani yakiwa mabichi unatengeneza silage, kwa hiyo vile virutubisho vyake vinakuwa havipotei. Sasa leo mpenzi mtazamaji, nataka niwaonyeshe hatua kwa hatua ya namna gani ya kutengeneza silage ya majani aina ya lablab. Kwanza, hatua ya kwanza kabisa ni lazima uwe na malisho haya ya aina ya lablab. Kwa hiyo maana yake tunategemea utakuwa una shamba lako ambalo umeotesha lablab, na uoteshaji wake eneo la ekari moja linaingia kiasi cha kilo 4, lakini tunaotesha kwa umbali wa sentimita 30 kati ya mstari na mstari, lakini kati ya shimo na shimo inatumika hiyo sentimita 30. Haya ni majani ambayo yanatambaa, kwa hiyo ni rahisi sana kukava eneo lote ambalo utakuwa umetumia hivyo vipimo. Sasa hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo tutakuwa na shamba letu ambalo tutakuwa tumeotesha hii alfalfa kwa vipimo hivyo ambavyo nimevisema. Hatua nyingine ya pili ni hatua ya kutunza shamba letu. Kwa hiyo tukishaotesha ni lazima tutunze shamba. Tunatunza shamba kwa namna gani? Ni lazima tumwagilizie mimea yetu au malisho yetu, ni lazima tupalilie, lakini pia ni lazima tuweke mbolea. Mbolea hapa usiwaze mbolea za viwandani. Tunatumia mbolea hizi ambazo tunatoa kwenye mifugo yetu. Hizi ndio zinatumika kwa ajili ya kuweka kwenye shamba na kuweza kurutubisha shamba na kuweka mbolea na kupata mbolea ya kutosha kwa ajili ya kukuza majani yetu ya alfalfa. Kwa hiyo majani yetu yakishakomaa sasa tunatakiwa kuvuna. Tunavuna wakati gani? Haya malisho ya alfalfa kuanzia tangu yaoteshe mpaka kuvuna yanatakiwa yachukue muda wa miezi 2.5 mpaka miezi 3. Na zipo saini ambazo zinaweza kutuonyesha kwamba sasa huu ni wakati wa kuvuna. Tunatakiwa tuvune majani yetu pale ambapo tunaona kwamba karibia mimea yote inakuwa ina maua. Kwa hiyo pale inapokuwa kwenye blooming stage, pale ndio tunakuwa kwamba mimea yetu ina virutubisho vya kutosha, au majani yetu haya ya lablab yanakuwa yana malisho yana virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo utasubiria mpaka hii lablab itakapokuwa umeona kwa kiwango kikubwa imekuwa na maua, shamba zima limekuwa na maua yanameremeta, na mara nyingi maua ya hii eneo hii lablab ni rangi ya pinki au nyeupe. Kwa hiyo yanaonekana tu, ukiangalia shambani unaweza kuona maua vizuri tu hata ukiwa mbali. Kwa hiyo ukishaona hatua hii tayari ndio wakati mzuri wa kuyavuna haya majani yetu na kutengeneza silage. Sasa hatua inayofuata ya tatu
ni kuvuna majani yetu. Tunayavunaje? Haya majani nimesema ni majani ambayo yanatambaa. Sasa wakati tunapovuna, hatuvuni kwa kung'oa. Uking'oa maana yake inamaanisha unatoa na mizizi. Hatufanyi hivyo kwa sababu haya majani ukiyamwagilizia yanaendelea kusprout. Kwa hiyo tunatakiwa tuvune kwa kukata, na tunakata kuanzia wapi? Pale ambapo mmea wetu ulianza kupeleka zile kamba, pale ndo tunapoanza kukata pale ambapo, ili turuhusu kwamba wakati tumemwagilizia tena baada ya kumaliza kuvuna iweze kutoa kusprout kwa kiwango kikubwa, iweze kutoa matawi mengi ili tuweze kuvuna tena baadaye. Baada ya kuvuna sasa, unatakiwa ubebe majani yako kwenda kwenye sehemu ambayo umeitenga, sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya kutengeneza silage. Kwa hiyo utabeba malisho yako kwa namna yoyote ile, kwa kutumia watu au gari, mpaka sehemu ambapo umeamua ni sehemu yako maalum ya kutengeneza silage. Sasa hatua nyingine inayofuata sasa ni kutengeneza silage. Sasa ili utengeneze silage kuna vitu lazima uwe navyo. Kwanza ni lazima uwe na mashine aina ya chafukata. Hizi mashine zipo mashine ambazo zinatengenezwa SIDO za Tanzania, zipo mashine ambazo zimetengenezwa na Wachina. Kwa hiyo mimi kama hii ya kwangu ninayoitumia hapa ni ya Kichina, zinauzwa kwa gharama ambayo kama umenuia kweli kufuga vizuri kwa manufaa unaweza ukaafford tu, lakini pia ni nzuri kwa kusaidia kwenye malisho yako. Kwa mpenzi mtazamaji, ili utengeneze silage yako ni vizuri ukawa na mashine, kwa sababu silage ya kutengeneza kwa kutumia panga ni ngumu sana kuweza kukata ile silage kwenye vipande ambavyo vinatakiwa, ili vitakavyoweza kufanya wewe uweze kuchanganya vizuri silage yako na kuisindilia vizuri kwenye eneo la kutunzia. Kwa ni vizuri ukawa na mashine, kwa sababu mashine inakatakata haya majani kwenye vipande vidogo sana ambavyo vinakuwa ni rahisi, na inakupunguzia upotevu wa malisho, kwa sababu ng'ombe au mbuzi hakuna kitu atakachoacha, kila kitu atakula majani, atakula ile stemu yote, na yenyewe pia italiwa. Lakini ukikatakata kwa kutumia panga, mfugo wako utakuwa unachagua, mara nyingi utakuwa unapiki yale majani tu, afu then ile stemu inaachwa ikiwa bila kutumika, na hapo tayari inakupunguzia kiwango cha malisho yako. Sasa hiyo ni hatua kwamba lazima uwe na mashine, lakini ni lazima pia uwe na molasses. Molasses inatumika kwa ajili ya kuchanganya kuchanganyia kwenye yale malisho yetu baada ya kukatwa, ili kuweza kusaidia yale malisho kufementi vizuri na kuweza kufementi kwamba bila kutumia oksijeni, na yakaweza kunania bila kuoza. Lakini pia yanasaidia kwamba ile molasses inasaidia kwamba yale majani yetu yakawa na harufu nzuri ambayo itawashawishi wanyama kuweza kula vizuri ile silage yetu. Hata kama ndio kwa mara ya kwanza wameanza kutumia, tayari inakuwa kutokana na ile harufu nzuri inawasaidia wale wanyama kuwavutia na kuweza kula chakula kwa wingi. Kingine unachotakiwa kuwa nacho ni sehemu ya kuhifadhia silage yako. Silage unaweza ukahifadhi kwa kutumia silage bag, au unaweza ukatumia pit, au ukatengeneza surface silage. Surface silage, ili uweze kutengeneza surface silage au pit, ni lazima uwe na turubai aina ya nylon, ambayo hii utaitandika hapo chini, alafu then utaleta mashine yako, utamwaga utakatakata zile nyasi zako. Ukimaliza utaziweka pale, utachanganya vizuri pamoja na molasses. Ukimaliza unasindilia kila layer moja baada ya nyingine mpaka uhakikishe kwamba hakuna hewa inayoweza kuingia. Then utakapomaliza mpaka juu mwisho, unatengeneza tena turubai lingine la nylon, unalifunika lote mpaka chini, alafu unakuja unatengeneza tena turubai lingine zito, unalifunika juu. Then baada hapo unaleta udongo unafunikia pale. Hapo hiyo silage yako inaweza kukaa kwa muda wa mwaka mzima mpaka miaka miwili bila kuharibika. Lakini njia nyingine ambayo pia ni rahisi, ambayo mimi ndo naitumia hapa, ni kutumia silage bag. Hizi silage bag ndani yake zinakuwa na nylon. Hii nylon ni muhimu sana. Usije ukachukua mfuko wote tu ukatumia kutengeneza silage. Hapo utaozesha majani yako, kwa sababu yataruhusu hewa kuingia. Kwa hiyo ni muhimu sana hii mifuko ukiitumia uhakikishe ndani yake kuna nylon, ili ile nylon iweze kuzuia hewa kuingia kwenye yale majani yako.
Kwa then baada ya hapo ya kuchanganya hivyo vitu unatakiwa uwe navyo, utatengeneza silage yako. Then baada ya hapo sasa, ukishakuwa nayo hapo, tunaenda hatua sasa ya kuweza kuhifadhi silage yetu, ambayo kwa mara ya kwanza nimezungumzia kama unatumia silage au unatumia piti, nimesema utatumia turubai, alafu utakuja utasindilia ile silage yako baada ya kuichanganya na molasses vizuri. Alafu then baada ya hapo, ukishahakikisha kwamba umesindia vizuri, hakuna hewa inaweza kuingia, unaleta turubai, unafunika na turubai lingine la ambayo ni gumu, unatumia udongo na vitu vyote vizito unaweka pale ili viweze kuendelea kusindilia. Lakini hapa kwenye silage bag utachukua silage yako, utakuwa unapaki kwenye mifuko, unasindilia mpaka kiwango ambacho uhakikishe hakuna sehemu yoyote kuna nafasi imeachwa wazi na hakuna hewa yoyote ambayo inaweza kuingia. Unapimaje kama umesindilia vizuri? Ni kwamba unatakiwa uhakikishe unaposindilia mkono wako hivi hauwezi kusogea tena, kwa maana kwamba pale sehemu zote zimekuwa tayari zimekuwa occupied au imekuwa filled na ile silage. Hapo una uhakika kabisa kwamba hakuna hewa yoyote iliyobaki kwenye mfuko. Baada ya hapo, unahakikisha wakati wa kufunga ule mfuko wako juu, unatoa hewa yote ile ambayo inaweza kubaki juu. Then ndio unafunga vizuri na kuhakikisha kwamba hakuna hewa yoyote inaweza kutoka nje, inaweza ikaingia kwenye mifuko yako. Baada ya hapo sasa, unachukua mifuko yako ambayo ndio hiyo umetengeneza silage, unaweza ukaiweka sehemu ambayo ni nzuri yenye kivuli, lakini juu pia ukatafuta vitu vizito ukawekea kwa ajili ya kuendelea kusindilia ile silage yetu iliyoko kwenye mifuko. Then baada ya hapo utakuwa umetengeneza silage yako na unaweza kuitunza kwa muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo hata kile kipindi ambacho ni cha ukame ambapo malisho yanakuwa machache, unaweza kutumia wewe hii silage yako kwa ajili ya kutengeneza ya kulisha mifugo yako. Mpenzi mtazamaji, uwezi amini, kwenye hili shamba letu la ekari moja, kwenye hii lablabu tuliokuwa tumeotesha hapa, tumepata tani 3 za silage. Ni kiwango kikubwa sana cha mavuno, na wenyewe mliona namna gani ngoma ilivyokuwa imekubali. Ilikuwa imekubali sana. Kwa hiyo ni malisho ambayo ni ya uhakika, na kwa sababu baada ya hapa kuvuna pia tutakachokifanya tunamwagilizia, then yanaendelea kusprout. Kwa hiyo tutaendelea kuvuna baada ya mwezi mmoja na nusu yatakuwa yanafaa tayari kuvuna. Kwa hiyo tutaendelea kutengeneza silage. Kwa hiyo tutakuwa na malisho ya kutosha na yenye virutubisho vya kutosha. Mpaka hapo wapenzi watazamaji, nafikiri nimeeleweka vizuri. Ni muhimu sana kama mfugaji kuzingatia sehemu ya malisho, kwa sababu bila hii sehemu hatuwezi tukafanikiwa kwenye ufugaji wetu. Kwa hiyo ni rai kwamba kila mfugaji ambaye anafikiria kufanikiwa kwenye ufugaji ni vizuri akawa na mashamba ya malisho, na malisho yawe ya aina tofauti, lakini pia ajifunze namna ya kuhifadhi malisho kwenye njia tofauti. Kwa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji, karibuni tena kwenye kipindi kingine kinachokuja. Asanteni sana, na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia chaneli hii na masomo yetu yanakupendeza, unaweza ni vizuri ukasubscribe na kulike, kucomment ukiwa na swali lolote. Hii ilikuwa ni ombi la mmoja ya mtazamaji wetu ambaye alisema, bwana, wengi hatuna elimu ya kutengeneza silage, kwa hiyo tunaomba utupatie somo la namna ya kutengeneza silage. Kwa hiyo na mimi nimemwambia arudi tena kuangalia, nimejibu swali lake, na nafikiri mpaka hapa tayari atakuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza silage. Kwa hiyo jamani, tusiogope kuuliza. Karibuni sana tujifunze kwa pamoja. Asanteni sana.